الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bado tuko ndani ya mada yetu man rabbuka, nani mola wako ambaye unapaswa kumwabudu. Wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu mfalme wa siku kubwa, bado katika dalili na aya na verses ambazo kwamba zinatuonesha kuhusu Allah ndio mfalme, na sisi ni dalili zake za kuonekana kwamba yuko kweli. Anasema Allah kwenye Qur'ani, tutil mulka man tashau, Allah ndiye anapeana ufalme kwa yule amtakaye. Watanziul mulka mimman tasha, Allah atenda na kuwa mwenye kutoa ufalme kwa yule amtakaye. Watu'izzu man tasha, Allah huyo ndio tena mwenye kutukuza amtakaye. Watudhillu man tasha, akudhalilisha amtakaye. Biyadihi alkhair innaka ala kulli shay'in qadir, kwa mkono wake kuna khairi nyingi na yeye kwa kila kitu ni muweza. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akitaka au uishimike utaheshimika, Allah akitaka udhalilike utadhalilika, Allah akitaka uwe tajiri utakuwa tajiri, Allah akitaka uwe ni mwenye kutokuwa tajiri kwa maskini utakuwa maskini, Allah akitaka ufe leo utakufa, Allah akitaka upepo usikimbia utakimbia, Allah akitaka bahari usimame inasimama, Allah akitaka samaki kosekani itakosekana, Allah akitaka kila kitu anachotaka Allah inakuwa. Allah akitaka leo uende Amerika au kwa una hata passport utaenda kwa amri Allah subhanahu wa ta'ala, haitajiki hata passport. Allah subhanahu wa ta'ala inama amru an yakula lahu kun fayakun, mambo yake yanakuwa, anasema kuwa na inakuwa, amri Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyu ndiye anafaa kuabudiwa, Allah ambaye aliweza kufanya samaki ndani ya matope ikaishi, Allah ambaye ameweza kufanya dudu ikaishi ndani ya matope, ndani ya mchanga. Uko ndani ya mchanga hakuna hewa lakini naishi napumua, amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameweza kufanya mtoto kwenye tumbo ya mama ikose kujulikana kiume au kiwao ya kike mpaka kiangeliwe na baadhi ya vitu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye ndiye anajua mvua itanyesha lini, itanyesha wapi na saa ngapi, Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye anafaa kuabudiwa. Allah ambaye anajua Nabii Yesu atarudi lini, huyu ndiye anafaa kuabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anajua siku ya kiyama, man fil haqqi, nani yuko kwenye haki, Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye anafaa kuabudiwa, anafaa kusifiwa, na nafaa kuangaliwa katika ulimwengu, nafaa viumbe walie kwa kukosa kumtambua. Leo unalia kwa sababu ya kiumbe ambaye ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, badala umlilie Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Bahari inabeba meli tani nzito, nani ameumba hiyo bahari? Allah subhanahu wa ta'ala. Meli imebeba vitu na magari ndani yake na inatembea kwenye maji dhalili. Wewe mwanadamu hauna tani kama ya meli, lakini uwezi kuingia kwenye bahari ukatembea bila amri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameamrisha bahari ibebe meli nzito, ina machuma mengi, imebeba magari. Allah amefanya hiyo kazi, kafanyika. Ya Allah, huwa Allahu rabbul alamin, tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka huyu Allah ambaye kwa mkono wake kuna ufalme, kuna usawa, kuna kila kitu. Yeye kwa kila kitu ni muweza, anasema kuwa na inakuwa. Akitaka bahari leo ikauke ikuwe imekauka kabisa, wala maji sionekane, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wala kulli shay'in qadir, yeye kwa kila kitu ni muweza. Anasema tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ametukuka Allah, na ndiyo yeye kwa mkononi mwake kuna ufalme.
dalili ya kupanga mambo. Allah anatuambia kwenye Qur'ani kwamba ndio anapanga kila kitu, siku kuingia, mchana kuingia, ugonjwa kuingia, afya kuingia, malaria kuingia, kuondoka. Kila kitu haipangiwi na mwanadamu, hakuna cha mwanasayansi wala nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kila kitu tunafanya kwa kupitia amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema ala lahul khalqu wal amru, ni yake viumbe vyote, na tunaenda anaamrisha kila kitu. Upepo anaamrisha, utembea kwako anaamrisha, kukaa kwako anaamrisha, huku kuchanganyikiwa kwako anaamrisha. Kila amri zote inapitia kwa amri, kwa mkono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema walahu tadbirati nafidha yaqdi fi mulkihi bima yasha, ni yake Allah subhanahu wa ta'ala kupanga mambo na kutekeleza mambo. Yaqdi fi mulki ma yasha, anatekeleza kwa ufalme wake atakalo. Wayakum bima yasha wa ma yurid, anahukumu atakalo na kila ambacho anataka. Yuthi wa yamna, anapeana anazuia. Wayakhfadhu wa yarfa, anasusha cheo anapandisha cheo. Wayakbidhu wa yabsitu, anakunya kutopeana na peana. Allahumma nahna, Mwenyezi Mungu tupatie kwa namna unavyopatia watu wengine. Wayuhi wa yumit, anahuisha na afisha. Allah subhanahu wa ta'ala anafisha anahuisha. Nabii Isa alayhi salatu wassalam aliwahi kutengeneza udongo, kisha akaomba idhini kwa huyu Ar-Rahman, ya Allah jalia hii njiwa yangu ikimbie, ikakimbia. Kwa amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam anataka kujua namna Allah anavyohuisha. Anakuwa ni mwenye kukaa, anaambiwa tengeneza mandege aina 4. Haya mandege katakata na teno changanye pamoja, toa manyoya zao, kata mbalimbali, ulia mbalimbali, kisha uzimanike kila viungo mbalimbali kwenye milima tofauti. Kisha simame sehemu, ita tausi, itakuja tausi, itabata, itakuja bata, itanjiwa, itakuja njiwa, itakuja kama ilivyokuwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasallam. Allah kaifa yakhluqu wa kaifa ma yasha. Allah amuonesha Ibrahim namna anavyoisha anavyotaka yeye, anaumba anavyotaka yeye, anaamrisha anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kutokee mwanadamu akwambie kwamba ataponyesha watu na uende usikusanyike ndani ya uwanja, ati anaponyesha watu, na ilhali magonjwa wako ndani ya hospitalini wengi. Wagonjwa wamejaa ndani ya hospitalini wengi, ambao hawana mabili tofauti, wanahitajika kuponyeshwa, wanahitajika mwenye kuwasaidia, wanataka msaidizi kwa wale wagonjwa. Mbona siende kwa wagonjwa hospitalini ambao wako serious kweli? Kama si wagonjwa wake amewatengeneza, amesema kwamba mimi natengeneza nyinyi ili muweze kunisaidia kupata. Lakini nao kama ni wagonjwa kweli wako hospitalini, wako Mau Kenyatta, wako Nairobi hospitali, wengine wafu wamekufa, aenda afufue watu, wanatamani kuona watu wao wakirudi kama kweli yeye anaponyesha. Mzangu wa Islam, wewe leo unadanganywa mpaka lini? Nabii Isa alayhi salatu wasalam alisema fi akhir zaman, katika zama za mwisho watatokea manabii wa uongo, watatokea manabii wenye kupotosha watu. Na leo wametokea wengi wanaopotosha watu, na watu wanawafuata hivyo hivyo, yani mudhamu minan nas, watu wengi wakiwafuata kwamba wanaponyesha watu. Wewe una tabu zako, una balaa na dhiki, na kweli na yeye ana tabu zake. Watu wako hospitalini wengi, mbona asiende katika Kenyatta palipongine ambapo kwamba kuna wagonjwa kweli, inaonekana huyu ni mgonjwa, aenda ponye yule ambaye yuko serious. Allah tujalie kuwa na fahamu ya kumtambua, na ukiwezi jua kwamba kuna uongo mpaka kwenye dini ya tauhidi, ndio utakujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaweza. Allah subhanahu wa ta'ala ana watu wanaoweza, lakini sio hawa ambao kwamba leo umejitokeza kwa ajili ya kutafuta pesa na fikra za watu na kuangalia vile watu wanavyoishi katika ulimwengu na kudanganya watu. Watatokea wengi katika akhiri zamani, za mwisho, watu wanakuja dalili mbalimbali na miujiza mbalimbali ya kupotoza watu wapotee, na watu waamini kwamba hao ni watumishi wa Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala ana watu kama hawa. Nasema walau tadbirat, Allah anakunya kuamrisha kila kitu. Hayo hizo yudhillu, anapeana nguvu, anakunya kubadilisha mtu. La radda liqada'ihi wala muaqibat
lihukumihi laul hukmu, hakuna anayeweza kujibu amri ya Allah kuregesha la shakuhukumiwa unakufa, hakuna anayeweza kutoa amri hiyo sikue kifo tena. Alaki kuamrishia leo unakuwa tajiri, hakuna anayeweza kufanya usikue tajiri tena. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu leo wamekuwa ni waganga wa mbalimbali, waganga mashuhuri, mpaka wavuvi pia wanakuwa ni waganga. Ndugu zangu Waislamu, leo ni hatari katika ulimwengu. Watu wamekeuka amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaenda wanakuwa mpaka waganga, mpaka watu wanafanya uganga na vitabu vya Mungu. Taurati inafanywa uganga ndani yake, na Injili watu wanafanya uganga ndani yake, Zaburi watu wanafanya uganga ndani yake, Qur'an watu wanafanya uganga ndani yake. Vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala tumegeuza kwa ni vya kutega uchumi. Allah subhanahu wa ta'ala tuenue na tupatie fahamu na uwezo kufahamu zaidi. Nasema kaulu yudabbiru al-amru, ala anapanga mambo, wa minas samai ila al-ardi, kutoka mbinguni mpaka ardhini. Wa kaulu ala anatuambia tena kullu yawmin huwa fi shan, kila kitu katika maisha yetu anatuangalia, anatupangia, anajua kila kitu Allah. Kwa hivyo wewe kama ulidanganya, Allah anajua tayari, na malaika tayari wanaandika maovu yako unafanya. Na kama ulifanya mema, Allah tayari anajua mema yako, Allah anaandika mema yako kila kitu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo tusiwe ni watu ambao kwamba wanaishi katika kudanganywa kila siku. Tuiwe ni watu ambao kwamba wanataka kumjua Mungu wao, haki ya kumjua. Na haki ya kumjua Mungu wako, kama hujui Mungu wako, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, tuulizeni watu ambao kwamba ni wasomi wa dini wa haki, watawaambieni kama hamjui dini ya haki mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Asema kullu yawmin huwa fi shan, yani yuizu wa yudhillu wa yuthi wa yamna. Siku ila siku Allah anapeana utukufu, kila siku Allah anasusha watu, kila siku Allah anapeana, kila siku Allah anazuia. Wa yudabbiru al-amal, anapanga mambo anavyotaka. Na ibadullah waja wake, fala yakwi min rububiyyati marbubin wa makhluqin, akatika viumbe vyake hakuna anayeweza kutoka na kaumba, hakuna anayeweza kutoka na kaponyesha, hakuna anayeweza kufanya vile illa biidhnillah, anafanya kwa idhini ya Allah. Nabii Isa alayhi salatu wassalam alipewa power ya kuponya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kipofu anapokuja kwake anapanguza macho biidhnillah yara, kwa idhini ya nani? Allah anaona. Nabii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatawada, mkono yake inatoka maji mengi, maji imekosekana, mkono yake inatoka maji mengi, watu wanatawada nayo wanakunywa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Laysa biidhnihi, sio katika idhini yake wala kwa idhini ya nabii, bali kwa idhini ya Allah Rabbul alamin maliki yaumiddin. Yudhakiruna quwwatillahi wa izzatillahi wa jamalillahi subhanahu wa ta'ala, inatukumbusha nguvu ya Allah na cheo cha Allah na utukufu Allah. Sema Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbu yati ala maanaini, na Rabbun maana yake inakuja kugawanyika sema kuu mbili, am wa khas. Kuna Rabbun kiujumla na kuna Rabbun kikhas. Falmana am yadullu ala khalqi wal mulki wa tadbir, inaonyesha katika ulimwengu mzima Allah ndiye ameumba, na ufalme enda na peana, na upanga mambo anapanga Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna kiumbe katika viumbe wa Allah anayefanya isipokuwa yeye kwa bila amri yake. Khairuha wa sharriha, wawe viumbe wenye kheri au wenye shari. Mu'minuha wa kafiruha, awe mu'min au kafiri. Barruha wa fajiruha, awe mwema au muovu. Hakuna katika viumbe atakayesema mimi naweza kama Allah, bali kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafanya kwa uwezo wa Allah. Hakuna kiumbe kinaweza bila amri ya Mwenyezi Mungu. Hakuna kiumbe yote ambaye anaweza kuponyesha bila amri ya Mwenyezi Mungu. Na atakayefanya hivyo kama kweli ana uwezo wa kuponyesha bila amri ya Mwenyezi Mungu, aende hospitalini afanye hiyo miujiza. Watu wagonjwa hospitalini wako wengi sana. Wagonjwa wameumia. Wagonjwa wanaumia, wanatamani mwenye kuwaponya. Sasa leo ndugu zangu Waislamu, tuende kwa uwezo wa Allah, tuweze kuwaombea dua kwa uwezo wa Allah, watapona. Lakini si kwa uwezo wetu ambao kwamba tuko nazo sisi, bali kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu muumba wa ulimwengu mzima.
ومعنى الخاص يقتضي ما تقدر النصر والعدل والتأييد والحفظ. ولذلك تجد أغلب الدعاء الأنبياء باسم ربه. دون معنى خاص inaambatana na uwezo Allah subhanahu wa ta'ala na kunusuru Allah subhanahu wa ta'ala anabunusuru, wala adlu na uadilifu aliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala, na kusaidia alivyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhifadhi alivyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika tajidu aghlabu anbiya'u, unaona mara nyingi manabii walikuwa wanaomba dua kwa siri wakisema ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu. Manabii wanaomba dua, ewe Mola wangu. Watbi'ihim yasaluna biismi rabbin, na wenye kuwafuata wanaomba ya Rabbi ya Rabbi. Na mimi na wewe tuwafaa kusema ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, ewe Mola ewe Mola. Yani kila mmoja anafaa kumuomba Allah. Qala Saadi rahimahullahu ta'ala, anasema Msaadi rahimahullah ala amrehema, anasema wa tarbiyatu ta'ala li khalqihi naw'an, Allah kulea viumbe vyake inagawanyika sehemu kuu mbili, amatu wa khas. Inasema fal amatu hiya khalqul lil makhluqin, wa fal amni kuumba viumbe vyote na wal ameumba, wa rizqum na kwa ruzuku viumbe vyote amaruzuku, wa hidayatim lima fihi min masalihim, na kuongoza katika kupata. Amepatia mtu elimu ya kutengeneza ndege, hii ni hidayah. Amepatia mtu elimu ya kulima, ni hidayah. Amepatia mtu elimu ya kusomesha, ni hidayah. Amepatia mtu elimu ya kutangaza mambo yake, ni hidayah. Yani amepatia watu vipaji tofauti Allah subhanahu wa ta'ala, amewaneemesha kwa neema ya am. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala wal khasu tarbiyatu li awliyaihi fayurabbihim bil iman, ama malezi yake ya kipekee ni kule kuwalea viumbe vyake katika iman ya kuweza kumtambua, wayuwafiquhum lahum wayukallimuhum lahu, na kuwafahamisha kuhusu yeye, na kuwaletea manabii ya kuwafundisha njia ya kumtambua yeye. Hii ni iman. Lazima Mungu amefahamisha baadhi ya viumbe vyake kumtambua zaidi. Kuna viumbe wanamtambua Allah zaidi, na hii ni taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mimi na wewe tumuombe atufahamishe kumtambua zaidi. Wa hakikatuha, na kujua hakika wake. Tarbiyatu tawfiki likulli khair wala ismati an kulli sharri, tena Allah anawafahamisha wajue mambo ya khairi, na anawafahamisha tena kujua mambo ya shari ili wasiingie kwenye shari. Wa hadha huwa maana sirrun fi kauni akthari ada'iyati al-anbiya, na hii ndio maana ya wingi wa dua ya manabii wa rusuli. Kanu yad'una Allah biismi rabbin kulla yawmin talabun hifdhan min Allah, wanaomba Allah kila siku kitaka hifadha kutoka kwa Allah. Mimi na wewe leo tukiomba tunaotaka hifadha kutoka kwa Muhammad na Yesu, makosa. Tafuta hifadha kutoka kwa Allah, tafuta ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu. Tafuta iza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tambua Mola wako ambaye amekuumba wewe. Tambua anayefanya uongee, tambua anayefanya utembee, tambua anayefanya upumue, tambua anayefanya uonekane katika jamii, ambaye sio mwingine bali ni Rabbul Alamin, Allah ambaye ni Mola wa ulimwengu mzima. Wa kauluhu ta'ala kullu ma siwa Allahi alam, na kila kisichokuwa Allah ni viumbe. أي وكل مخلوق من الجن والإنس والملائكة والشياطين والسماوات والأرض والماء والتراب والثرى وغير ذلك عالم. Asema kila kiumbe, viumbe zote miongoni mwa majini na wanadamu na malaika na mashaitani na mbingu na ardhi, manabii yote mpaka Nabii Isa na Yesu, yote hawa Mtume Muhammad ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Summiya bidhalika li'annahu alamatu ala wujudi Allahi azza wa jalla, wameitwa viumbe kwa sababu ni alama ya kujulikana kwamba Allah yuko. Kuona mwanadamu mwenzako unajua Allah yuko, ukiona mlima unajua Allah yuko, ukiona bahari unajua Allah yuko, ukiona Taurati unajua Allah yuko, ukiona Injili unajua Allah yuko, ukiona Zaburi unajua Allah yuko, ukiona Qur'an unajua Allah yuko. Kwasi haiwezi patikana hizi vitu mpaka Allah patikane.
muumba wa hizi vitu zote yuko, ambaye ni Rabbul Alamin, ambaye sio Muhammad wala Nabii Yesu. Wa hada dalilu ala fadilati hamdulillahi azza wa jalla. Na ndio unaona kila mmoja mwanadamu anapoona haya yote anasema alhamdulillahi rabbil alamin, na shukuru Mola wa ulimwengu mzima. Jamii anwa'il mahamid thabitatun lillahi azza wa jalla, shukrani zote zimekuwa ni thabiti kwa Allah aliyeumba. Wa hadhihi alayati iftataha Allah biga mushaf, na hii aya alhamdu Allah subhanahu wa ta'ala amefungua nayo Qur'ani yake. Wa hadha dalil ala fadhili alhamdulillah azza wa jalla, na dalili ya kuonesha aya hii ina fadhila kubwa pia. Wa qad iftataha Allah 5 surata bilhamdi, wa qad iftutihat 5 sura bilhamdi. Katika Qur'ani kuna sura kuu 5 imefunguliwa na shukrani hii: suratul Fatiha, wal An'am, wal Kahfi, was-Sabai, wal Fathiri. Hizi sura 5 nimezitaja katika Qur'an zimefunguliwa na hamdu. Wa qad iftataha Allah khalqahu bilhamdi, ala alipotuumba akaanza na alhamdu. Wa katama bilhamdi, na alipomaliza kuumba akamaliza na hamdu. Qala Allah azza wa jalla, Allah anasema kwenye Qur'ani, alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda, na shukuru Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi. Wajala dhulumati wa nura, ameanza na hamdi katika hii aya. Anapoanza kuumba mbingu na ardhi na wanadamu wote anasema alhamdulillah. Wa qala ta'ala qudhiya bainahum bilhaqqi, na walipomalizwa kuumbwa viumbe kwa haki. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, ilipoishwa walipomaliza kuumbwa Allah akasema alhamdulillahi rabbil alamin, akamaliza na hamdi na kushukuru. Kwa hivyo zote inaenda kwa nidhamu ya masomo, si nidhamu ya fikra, si nidhamu ya mtu kuwaza mambo yake na kuleta kwa Mwenyezi Mungu. Yani haifai kuwaza mambo yako na kupachika kwa Mungu. Hii ni maandiko yaliyo mahiri, yaliyo ya wazi mbele ya Allah, ambapo mtu akikuuliza kuhusu man rabbuka, nani mlezi wako, nani Mola wako, nani Mungu wako, unafaa kumjibu na nguvu na aya zake na dalili zake na kuonekana kwake. Si kwamba unajibu tu kwa fikra kwamba mimi niliambiwa. Hapana. Ama ilikuwa tangu kitambo hikaya za Abunwasi haitakikani, inatakana hikaya za mambo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqala ta'ala wa qudhiya bainahum bilhaqqi, na viumbe walipomalizwa wakaamua kwa haki. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qawlu rabbil alamin hadha shahidu ithbati rububiyyati llahi azza wa jalla, hii ni ushahidi tosha kuthibitisha kwamba uola ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana rabbul alamin ay khaliq wa malik, maana rabbul alamin inaonesha kwamba Allah ndiyo muumba, ndiyo mfalme, mudabbirul alam, mwenye kupanga mambo yote, kama ni mvua, kama ni joto, kama ni baridi, kama ni kila kitu, kama ni njaa, kama ni afya, kama ni maisha mazuri, ardhi likauka anabadilisha na kuwa green. Amri zote ziko mkononi Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mdudu uko ndani ya mawe hakuna afya huko ndani, lakini mdudu anapata afya kule ndani, ni amri Allah subhanahu wa ta'ala. Samaki ndani ya bahari, wengine ndani ya matope, Allah anawapa nguvu kutembea. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, iko mkono wake. Hakuna binadamu anaweza jambo kama hili. Wa mudabbirul alam uluwi wa sufli min aljinni wal insi wa malaikati wa ghairiha min almakhluqati, yote kupanga maisha ya viumbe vyote. Wengine watakao kuwa tajiri, wasiokuwa matajiri, watakao kuwa wagonjwa, watakuwa na afya mazuri katika dunia hii. Hii yote inapatikana kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, utendakazi wa Allah. Utendakazi wa Allah. Leo ukitembea unapofika mpaka unakosa au unapata, utendakazi wa Allah. Leo shambani ukichimba unapata wadudu wanateka kwenye mchanga, chini ya mchanga, unashangaa waliingia namna gani. Mvua ikinyesha kidogo unapata kuna kumbe inatoka kwenye ardhi inapaa juu, inatoka ardhini inapaa juu. Na anatoa amri hii Allah subhanahu wa ta'ala. Leo bado mtu anakuja na kudanganya ati mwanadamu anaweza, alafu anasema yes. Chunga sana we, imani yako itakuwa batil. Chunga sana uende kaingiza watu katika giza, ukatoa watu katika mwangaza kumtambua Mwenyezi Mungu, ukaingiza watu katika dhambi ya kumtambua sheitani, watu wakafuata sheitani wakawacha Allah.
tumtambueni Allah Rabbul Alamin, Mola wa ulimwengu mzima, mlezi wa ulimwengu mzima, anayehuisha, anayeponya, anayepeana afya, ambaye watu wote wagonjwa na sio wagonjwa wanamlilia huyu Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ukihitaji katika maisha yako unaomba kwake, unapiga magoti unamlilia huyu Allah. Tabiki zote zinakumba unamlilia huyu Allah. Kwa hivyo Allah ndio Mola wa ulimwengu mzima. Anasema man rabbuka, nani Mola wako? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu ni kumfahamu zaidi. Ndio pale ambiwa kwamba wa rabbu kulli shay'in, yeye ni Mola wa kila kitu, wa malikuhu, na mfalme wake, wa razikuhu, na mwenye kuruzuku, wa muafihi, mwenye kumpa afya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Muislamu anaposema alhamdulillahi rabbil alamin, anafahamu, anashukuru. Sasa anajua hii hamdu inakupatia sifa mkubwa Allah alivyokuumba Allah mpaka alivyokumaliza kuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unashukuru wanadamu kuliko kumshukuru Allah. Unashukuru miti kuliko kumshukuru Allah. Unapata mtu anaabudu sanamu, mtu anaabudu ng'ombe, mtu anaabudu, mwingine anatokezea kwa kuwa amesoma sana anasema Mungu hayuko, subhanallah. Wengine wanaruka wanasema Mungu ni mwanadamu. Ya Rabbi, tuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wa ulimwengu mzima, ambaye ameumba sisi pamoja na wale tunawaabudu. Ibrahim alayhi salam, ambaye alikuwa ni baba ya iman, na watu wanamtambua kwa baba wa iman, anakuwa ni mwenye kuoneshwa nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaambia watu wake ya kwamba wallahu khalaqakum wa ma ta'budun, Allah amewaumbieni pamoja na yale mnaabudu. Anaambia watu wake walikuwa wanaabudu sanamu. Baba yake alikuwa ni katika wakubwa wenye kutengeneza sanamu na kuabudu sanamu. Anawaambia nyinyi na hizi sanamu zenu na hizi panga mnakata na mnachonga nazo sanamu zote, kila kitu hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbieni pamoja na hizi vitu. Na mimi pia naambia nyinyi nyote pamoja na wenye kuabudu na mwenye mnawaabudu na wale mnawaomba na wale mnawaning'inia, yote nyinyi pamoja na miungu zenu ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wa ulimwengu mzima. Mimi pamoja na nyinyi nyote ni Allah ametuumba. Kwa hivyo turudini kwa Allah, na kurudi kwa Allah lazima ukubali kuwa mwanafunzi, lazima ubaki kuwa una tena sadaka tena, unarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya kumwabudu Allah ni ngumu, lazima unyenyekee kwa huyu Mungu na kumtambua. Dunia na vilivyomo ndani yake, mali yako na mali yangu, watoto wetu na watoto wako, kila kitu ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu wa ulimwengu mzima. Taurati, Injili na Zaburi na Qur'ani, hizi vitabu vyote ni vya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno matakatifu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ukiwa wewe unachukua maneno matakatifu unatumia vibaya, utapata dhambi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa kuni miongoni mwa kuni siku ya kiyama. Watakun nara allati waquduha an-nas wal hijara, ogopeni moto ambao kwamba kuni yake ni watu na jiwe. Uiddat lil kafirin, umeandaliwa watu waliokufuru, waliokataa neema zake Allah, waliokataa dini ya haki ya Allah, waliokataa tauhidi, waliokataa Uislamu, walibeba bendera ambazo kwamba hawapaswi kuyabeba. Siku ya kiyama watu watakuwa kuni za moto. Wa atbi'ahum yabkuna wara'ahum, na wenye kuwafuata watalia nyuma yao wakiwa wanapiga magoti chini, wanakula mpaka mchanga. Walakin la yanfa'uhum bukaihim, lakini haitawafaa kulia kwao kwa sababu tayari wameasi wakiwa katika dari dunia. Inna dara dunya darul iktinami al-akhirah, nyumba ya hii dunia ni nyumba ya kuchuma kwa ajili ya akhira. Iktanimu, tafuteni mambo ya haki muifate mkiwa ndani ya dunia bado kwa hai. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia binadamu mwenye kutafakari, mwenye kujua haki na batil, kisha unakuwa mwenye kukataa haki. Allah subhanahu wa ta'ala yuadhibuka yawmal qiyama, atakuadhibu siku ya kiyama kwa sababu alikuletea haki. Kisha akafuatiliza nyuma ya haki anbiya, manabii watakatifu, wakakueleza fa abaita, ukakataa.
farjiu ila haqqillah, rudini kwa haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala